Nataka nikuambie kitu moja ambacho unahitaji uelewe katika maisha. Si kila mtu unayemwona anapambana ukafikiria hako na mtu wa kumsapoti. Kuna watu unaweza waona, kuna vijana, kuna wadada ambao unaweza waona, lakini huyo mtu ukimwona hako yeye kama yeye, ama ni yeye na Mungu wake, ama ni yeye tu na mama yake na Mungu wake. Kwa nini nasema hivyo? Kuna baadhi ya watu ambao wamezaliwa hapa duniani na wakatelekezwa na wazazi wao. Wengine baba akawaacha, wengine mama akawaacha. Lakini hiyo isikuwe sababu ya wewe kuto kuendelea katika maisha. Nataka nikufahamishe kitu kimoja. Duniani sisi wote ni wapita njia. Kwa mfano mtu kama mimi, watu wengi mmezoea kuniona katika mitandao ya kijamii. Wengi wao wananiuliza kuhusu habari za baba yangu, lakini sijawahi wajibu. Na sijawahi kuwa na muda wa kujibu. Na pia sitawahi wajibu. Kwa sababu elewa tu, familia ina mambo mengi. Mimi nikiwa hivi kama venye nimesimama hivi sasa hivi, kando na Mungu hapa duniani nina watu wawili tu ambao nikiwa na shida nitawaeleza na ninajua watanisaidia. Kwa sababu kuna wale ambao nimekuwa nao, lakini Mungu alipowajalia hawakuweza kunipa msaada. Lakini kipindi cha shida tulikuwa nao, niliweza kuwa support kwa kile ambacho nilikuwa nacho. Lakini Mungu alipowainua hawakunikumbuka. Lakini hiyo haingenifanya nikate tamaa, sema kwa sababu wameniacha. Bado nilizidi kung'ang'ana na kuendelea. Namshukuru Mungu kwa sababu ya uzima na afya. Na pia kwa wale supporters wangu ambao wako katika online family, kwanza nawashukuru sana. Sababu kuna wengine wao wananitia moyo, kuna wengine wao wananiguide. Ijapokuwa tu na hii elimu yangu kidogo. Watu ambao mimi nawaamini hapa duniani, sana sana mtu wa kwanza ni mama yangu mzazi. Huyo ni mtu ambaye nikiwa na shida nikimwambia atanisaidia kwa haraka sana. Mtu wa pili ni mchungaji ambaye niko naye sasa. Anaitwa Pastor Chris. Hata kama watu wengi wanaongea negative ni shauri yao, lakini wewe ukiwa na mtu ndio unaelewa. Sababu ni ngumu sana ulikuwa na mtu wakati fulani kama hajafanikiwa, alikuwa na wewe na mkatengana zaidi ya miaka 4. Mungu alipomuinua, mlipokutana tena, huyo mtu baada akasimama na wewe. Hiyo ndio kitu nimeona katika maisha ya mchungaji Christina Wafula. Na mimi naomba tu mahali popote alipo, Mungu ambariki na amlinde na azidi kumpa uzima, na hiyo foundation yako nayo kusaidia watoto ambao wazazi wao wameshikwa, Mungu amuinue kupitia hiyo. Na pia mamangu namuombea sana, Mungu ampe uzima, aishi kwa hii dunia. Mungu aniinue ili na mimi niwe baraka, nifanyie mama yangu yale ambayo nimeishi kutamani kufanya kutoka katika moyo wangu. Hiyo tu ndio ombi langu katika Mungu. My brother, my sister, kuna watu tunabambana. Kuna watu tulikataliwa. Kuna watu tulitelekezwa. Kuna watu tuliwaziwa mabaya. Lakini ni Mungu amekusimamisha. Hata wewe kuna watu ambao wananitazama hapa. Kuna mtu hapa anajua ni yeye tu na Mungu wake. Akiwa na shida haezi eleza mwanadamu, ataeleza Mungu. Kuna wakati inafikanga mwanadamu haezi kuelewa. Kuna wakati inafika huwezi mueleza mwanadamu yote kitu. Na pia kuna wakati unafika unahitaji tu kae na Mungu na umueleze. Mimi nawaombea sana wale ambao wazazi wao waliweza kufariki, baba na mama wakawaacha, ya kwamba Mungu azidi tu kuwalinda na kuwatia nguvu.
Mimi sijampoteza hata mmoja, lakini kukosa upendo wa mmoja nimeona madhaifu mengi. Kila mara napenda kuongea na watu nikiwaambia kwamba mimi huyu ambaye mnanitazama, neema ya Mungu ndio imenifikisha hapa. Na siogopangi kuambia watu hakuna ni nini sijapi. Naongeanga ili Mungu atukuke katika maisha yangu. Imagine wewe unayeniangalia. Mimi Cliff Kevin sijawahi soma. Masomo yangu nimesoma mpaka class 1, tena term 1. Sijaipita hapo. Lakini naangalianga vitu zenye Mungu anafanya kwa maisha yangu. Kwa hiyo class 1 na shoot, na edit, na direct watu, nafanya live. Na si ati nimefunzwa na mwanadamu. Na kama kuna mtu yote ashayenifunza, anaweza weka comment hapa aseme nilikufunza. Neema ya Mungu ikiwa juu yako, Mungu akiachilia kipawa ndani mwako, hautajisifu mbele ya watu. Watu mjifunze kuishi na watu. Tujifunze kukaa na watu. Mzazi akukataa kukubali, hiyo ni shauri yake. Hiyo ni kesi yake na Mungu. Mimi babangu sitawahi muombea mabaya na sitawahi mwanzia mabaya. Lakini watamalizana wenyewe huko na Mungu. Kuhangaika na hangaika ni sawa, na bambana sawa. Lakini naomba Mungu anipe ujasiri wa kusomesha watoto wangu na kulea watoto wangu. Wasije wakakosa kwenda shule kwa sababu mimi sikuenda. Hata mama ya watoto wangu namuombea tu Mungu amlinde. Amlinde, ampe nguvu ili hawa watoto ambao Mungu ametupa ikawe baraka katika maisha yetu. Na nyinyi ambao wanaume mmezalisha watoto na mnawakataa, kuna rizani zitatokea. Hata kama sio hapa duniani, uendapo huyo mtoto ndiye atasimama kama hukumu mbele zako. Kwa sababu huwezi kuzalisha na kisha utelekeze. Huku unafurahia, unasema kwamba huyu mtoto alinikosea. Unajua tusichukue ugomvi wenyu tukaleta kwa watoto. Ni kama mimi nichukue ugomvi wangu na mke wangu nipeleke kwa watoto. Ndio maana siwezi tamani kuona mtoto akiteseka. Yale niliyopitia mimi ninajua. Mafansi wangu, nyinyi ni watu watatu kwangu. Nyinyi ni ndugu zangu, nyinyi ni dada zangu. Marafiki wengi ambao mmenisupport. Yaani marafiki na watu wa nje, na wacha tu niseme marafiki na watu ambao nimekutana nao wa nje wamekuwa wa muhimu sana kuliko hata watu fulani katika jamii. Ninawaombea Mungu awalinde. Mungu wa amani awabariki na akuwe pamoja na nyinyi.